hauwezi ukatoboa. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi ukafanya nini? Hata Yesu mwenyewe akasema, ninyi bila mimi hamuwezi kufanya jambo nini? Hamuwezi kufanya jambo. Maana yake tukiwa na Yesu tunaweza kufanya. Maandiko yanasema, nayaweza mambo yote kwake yeye anitiaye nini? Nguvu. Sema amen. Nayaweza mambo yote kwake yeye anitiaye nguvu. Haleluya. Kutoka 13:21. Kutoka 13:21. Nataka uone sasa hii nitazungumzia kitu kinaitwa ukuta wa moto au nguzo ya moto, ambayo hii sasa tunazungumzia ulinzi wa Mungu sasa. Haleluya. Ukuta ambao utakwenda kuzuia mabaya, hata kama yanapiga mahali pengine, wewe hayo mabaya yasiweze kukupiga. Bwana Yesu apewe sifa. Kutoka 13:21. Kutoka 13:21. Tukuonyeshe wana wa Israeli hapo. 13:21. Labda tuanzie 20. Nao wakasafiri kutoka Sukosi, wakapiga kambi Etham, kwenye mpaka wa ile jangwa. Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo, ili awaongoze njia, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo, ili kuwapa nuru wapate kusafiri mchana na usiku. Ile nguzo ya wingu haikuondoka mchana, wala ile nguzo ya moto haikuondoka usiku mbele ya hao watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize kwa makini ili upate hii pointi. Ukitembea na Mungu, Bwana Yesu asifiwe sifa, Mungu anakutengenezea ulinzi. Hao watu walizungukwa na ulinzi wa nani? Wa Mungu. Sema amen. Maandiko yanasema kulikuwa na wingu ambalo linawazunguka, halikuondoka mchana wala usiku, na usiku lilikuwa lina mwali wa moto, na ule mwali wa moto ulikuwa una uwezo wa kuangaza. Bwana Yesu apewe sifa. Wanaona mahali pa kukanyaga, wanaona mahali pa kufanya nini? Pa kupita. Hiki ndicho tunahitaji kumwambia Mungu. Sema amen. Miaka 10 ya majira mapya ya kutembea na Mungu, tunataka tuone Mungu akituwekea ulinzi wake. Tunataka kuona Mungu akituzingira. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Zakaria 2:5. Zakaria 2:5. Zakaria 2:5. Zakaria 2:5.
Kwa maana mimi, asema Bwana, nitakuwa ukuta wa moto kuzunguka pande zote, nami nitakuwa huo utukufu ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaposema ukuta ndio huo, uliona wana wa Israeli wamefanya nini? Umewatangulia. Zakaria anauona, anaambiwa Bwana mwenyewe atakuwa ukuta wenye nini? Wenye moto. Sema amen. Kazi ya huo ukuta ni nini? Kuzuia mambo yote mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuzuia mambo yote nini? Kuzuia magonjwa. Unajua kwa nini mwaka mpya, tarehe mpya? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini mwaka mpya inakuwa na kishindo kizito namna hii? Kwa sababu tarehe moja ndio mzaliwa wa kwanza wa mwaka. Wewe tarehe moja ndio mzaliwa wa kwanza wa nini? Mzaliwa wa kwanza milango. Maana yake tarehe moja milango. Milango ambayo linaweza kufungulia mambo mema au mambo nini? Mabaya. Sasa katika tarehe moja inapoanza, sisi tuko ibadani namna hii, lakini mawakala wa kuzimu na wenyewe wako kwenye ibada zao. Wanahakikisha wanafungulia mambo mabaya. Yaani sikilize, hivi unavyoona sasa ibada zinaendelea za kimungu kila mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibada pia za mashetani ziko zinafanyika usiku, lakini zinafanyika ili kufanya nini? Ili kufungulia mabaya yawapige watu, mabaya yawafuate watu kwenye mwaka ambao watu wanafanya nini? Wanaenda kuingia. Sasa ukijua ya kwamba tarehe moja siku ya kwanza ni lango, Bwana Yesu apewe sifa, lazima sasa usimame na ile mamlaka ya kimungu inayosema tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nini? Wala nini? Hapo ndo watu wanapoteanaga kwenye maandiko hapo sasa. Haleluya. Haleluya. Tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitakachofanya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia akasema wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, wala malango ya kuzimu hayatafanya nini? Sasa uelewe hiki, kuna malango ya kuzimu, alafu pia kuna malango ya wapi? Malango ya mbinguni. Sema amen. Sasa malango ya kuzimu kazi yake ni moja tu, kuachilia mabaya yatakao watesa watu, yatakao waangamiza watu, yatakao waharibu watu. Nanipata? Tuko pamoja? Malango ya kuzimu hayaachilii mambo mema kwa mtu, na wakati huo pia kuna malango ya mbinguni.
na maandiko yanathibitisha kwamba mbingu ina malango na pia ina madirisha. Yaani mbingu ina madirisha na ina malango. Bwana Yesu asifiwe. Hata ule mji mpya Yerusalemu, si maandiko yanasema wakati umepimwa kwa futi na nini, lakini kuna milango 10 na ngapi? Na miwili. Bwana Yesu asifiwe. Mbingu ina malango na mbingu ina madirisha. Ndio maana Elisha wakati anatabiri, yule jamaa akasema hili jambo hata kama Mungu angefungua milango na madirisha mbinguni haliwezi kuwa. Sababu alikuwa ni ana imani nini? Ana imani haba. Je, aliyosema alitakuwa lilikuwa au lilikutokea? Elisha akamwambia, wewe utaona kwa macho, lakini utafanya nini? Hautakula. Na neno likawa ile hivyo. Kwa hiyo nisikilize sasa. Bwana Yesu asifiwe. Huu mkesha tunatumia kufunga malango ya kuzimu. Piga kelele sema amen. Piga kelele sema amen. Tunautumia kufunga malango ya kuzimu na yatafungika. Piga kelele sema amen. Sema kwa jina la Yesu, ninafunga malango ya kuzimu kwa jina la Yesu. Haleluya. Kila ambacho kuzimu imekiachilia ili kikufunge, kikutese 2026, sema amen. Tunaenda kukifunga kwenye maombi haya. Haleluya. Kila roho ambayo imekusudiwa iweze kuwatesa watu 2026. Nisikilize nikueleze. Yaani tunapoendelea na ibada kama hivi, mawakala wa kuzimu vile vile wanafanya ibada zao. Tena wanatoa kafara sana ndani ya majira ya mwisho wa mwaka. Nisikilize. Mungu alinifunulia na hata yule mtumishi Katekela alikuja akathibitisha hiyo. Lakini ufunuo tayari nilikuwa nimeshapata siku nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa majira ambayo mawakala wa kuzimu wanatoa kafara sana ni mwezi wa 12. Na mwezi wa 6 na mwezi wa ngapi? Wa 7. Sasa kwenye siku kama ya leo, ibada zao ni lazima wafanye, kwa sababu ndio wanazitumia kwa ajili ya kufungulia matatizo yatakayowatesa watu. Yaani ndani ya mwaka unaoendea yanafunguliwa matatizo ambayo yatakwenda kukutesa kwa mwaka mzima. Na ndio maana angalia, watu wanapoanza tu mwaka wanaanza na shida nyingi, wanaanza na misukosuko mingi. Kwa nini wanaanza na misukosuko mingi? Kwa nini? Wanaanza na misukosuko kwa sababu tayari mawakala wa kuzimu wameshayaita malango ya kuzimu yameachilia mabaya kwa ajili ya kuwatesa watu, kwa ajili ya kuangamiza watu, kwa ajili ya kuwaua watu, kwa ajili ya kufunga uchumi wao, kwa ajili ya kuachilia magonjwa yatakayowaua au kuwadhoofisha. Sasa kwenye masaa kama, ndio maana watu tunahimiza sana usikose mkesha kuvuka mwaka, na usikose ibada ya kwanza ya nini? Ya mwaka. Kwa sababu tunaelewa siku ya kwanza ya mwaka, hiyo siku ndio mzaliwa wa kwanza wa huo mwaka.
Bwana Yesu ape sifa. Na mzaliwa wa kwanza kibiblia ni lango. Ndio maana mtoto wa kwanza huwa anahitaji maombi sana.